kukutia moyo kwamba leo ona kwanza hii ushindi yenye Mungu alikufanyia, na kupitia hii ushindi simama uoneshe nje. Ni njia ya kuachilia maumivu ya ndani, vidonda vya kihisia, kurejesha tena roho. Amen. Ni sherehe ya kutukuza Mungu, lakini pia ni sherehe ya sifa ya kanisa. Kama kanisa ni lazima tumshukuru Mungu. Yeye hakucheza peke yake, alimtukuza Mungu na kuwaita wana wake. Amen. Sifa alizokuwa nazo yeye kipekee hazikuwa tena za mtu binafsi, lakini zilikuwa sifa za taifa, zilikuwa sifa za kanisa la kimama kwa Mungu. Na leo tunapenda kwamba kimanga ionyeshe sifa za kanisa hili kwa Mungu, zisiwe za kipekee. Inakuwa ni sherehe ya kanisa, ni sherehe ya dharura, haikuandaliwa. Hatukuikana na mchungaji, Miriam hakuikana na Aaron, Miriam hakuikana na Musa aseme tupange hii sherehe. Ni sherehe ya dharura iliyojitokeza kufuatana na kile ambacho Mungu amefanya. Na aliwaalika watu taifa kwamba hii sherehe ni lazima tuifanye. Kimanga hii kwa kucheza na kuimba. Leo ni lazima tufanye sherehe. Unapoangalia jinsi tumepita hapa, labda hatuwezi kuhesabu, labda mimi ningelia zaidi kuliko wengine. Mabali peti ziliturate. Pengine wewe haikufikia, lakini wengine ilifikia. Kuna watu waliingiliwa. Pengine wewe ukiingiliwa, wengine waliingiliwa. Kuna watu walinyang'aniwa njia. Vitu viliharibika vya mingi. Ukiingia sasa mroho, kuko vitu vya ajabu ambavyo vimeharibika. Ukiangalia kwa maisha yako, kuko vitu vya ajabu ambavyo vimeharibika. Kuko mwenyewe alikuwa anasema watamletea mali mwezi, lakini vinaharibika. Wamekuwa shamprometre voyage, utapanda avion mwezi, lakini wapi? Vitu viko compliqué. Kuko mwenyewe angemtumia franga hii mwezi, kuko mwenyewe angemlipa deni hii mwezi, lakini vitu viko compliqué. Kuko mwenyewe alikuwa anajitegemea hivi, bandugu yangu wliko mkambi wanataenda Etazini au wanataka vuma, lakini vitu viko compliqué. Trump kuingia na anavicompliqué, sieba maonje hivi, Trump anakata vitu viko compliqué. Amen. Ni shukurani za kanisa ambazo hazichungi vitu vingine kutendeka, lakini haya ambayo tumeyaishi ni lazima tucheze na tuimbe. Hii ni sherehe ya kujenga upya imani na matumaini kwa Mungu. Ikumbushe kwamba Israeli walikuwa hawajafika bado. Tu pale njala iliwapiga tena walilaumu, kiu iliwapiga tena walilaumu, Waamaleki pale walikuwa, lakini hawakungoja kufika, hawakungoja kupokea matarajio. Hata kama kuna mambo yanaharibika, hawakungoja hivyo vitu vitakavyokuja, lakini walifanya sherehe ya sifa kwa sababu ya lile Mungu ambalo ameitenda. Mungu amewavusha, na kwa sababu ya kuvuka tu, kwanza tufanye kwanza sherehe, vingine vyote vitakuwa. Mungu bado angali atatimiza agano lake kwetu. Bila wanasimama shujaa, nabii, kiongozi wa kiroho kuambia watu kwamba hii ambayo tunapitia hapa, hilo vingine viko huko, Mungu angali atafanya. Tujenge imani. Kama bado ulikuwa unachunga voyage na imeharibika, bado ingali itakuwa. Kama ni kuolewa iliharibika, bado ingali itakuya. Kama ni deni ilicheza, bado watakulipa deni yako. Uwe na hiyo roho ya kujisokeza mbele za Bwana. Maana Biblia kwa Warumi 8:28 anasema
vitu vyote vinaenda vinafanya mema kwa wale wanaompenda. Hata hii vita itafanya mema kwako wewe. Hata kuje nini mabadiliko yawe ya aina gani, bado mema ya Mungu ingali itafanyika kwako sawa sawa na mapenzi yake. Na mimi hawiko naambia watu tucheze, tuimbe, sababu agano la Mungu alikufaki.